innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, kwa hakika ya waumini ni wale ambao akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Man yushrik billah faqad habita amaluhu, atakayemshirikisha Allah matendo yake yamebatilika. Na Allah kamwambia mtume, wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Wewe sikiliza kwa mimi Muhammad, ukitushirikisha matendo yako yote tutayafuta yote. Neno la yahbatanna amaluka maana yake wewe ukiwa ni mshirikina wa kuamini mambo ya nyota na mambo ya ramli, Mtume sallam Allah anasema katika aya hii tutayabatilisha matendo yako yote. Yani usendi ukadhani kuwa unasali utakuta kuna swala na una virus na unaamini mambo ya nyota ya kipumbavu na kijinga haya. Muislamu hapa ulikofika bado unaamini mambo hayo. Kwa nini sasa? Wamekuja watu kuja kufungua nyota za watu zilikuwa zimezima. Wamekuja kuwasha nyota za watu zilikuwa zimekusha kuwa nyeusi. Wamekuja kuwapa watu uhai ambayo siku yoyote wangekufa wakazikwa. Wao ni wapa uhai. Mtu unamwambia kabisa bana hili halifai. Akamwambia shekhe, mashekhe ndio badala ya mitume, twende wapi? Uwezi ukaitakidi kuwa Muislamu na mkosi. Sijawahi kupata kwenye kitabu chochote kuwa Mtume Muhammad sallam nyota yake ilikuwa. Unaambiwaje kuwa mtu anasafisha nyota yako, anaiona nyota yako unakubali? Una nini wewe? Matatizo gani yamekupata wewe? Unasoma dini gani? Unaamini dini gani? Atakayemwendea mpiga ramli, serikali yetu inakataza mambo ya ramli haya, ni marufuku, maana ni wizi. Atakayemwendea mpiga ramli au mtazamiaji nyota nyeusi na nyekundu, shezi kabisa. Yote atakayeenda kwa watu hao akawauliza shekhe, nitazamie mambo yangu haendi vizuri. Yule shehena akamwambia, wewe huendi vizuri maana jirani yako pale mweusi hivi, mfupi kidogo, sio mrefu sana na sio mfupi sana, kidogo kama maji ya kunde. Wewe unavuta hisia, huyu Amani Mauba, huyu ni Amani Mauba, nimeshajua huyu ni Amani Mauba. Mtu mzima una akili zako unadanganywa. Haya mambo wake zetu na sisi tunakwenda kufanya nini? Hakuna balaa katika mji kama mji unaojaa waganga, ni mji wenye balaa. Mtu kishakuwa na imani aina hiyo, hata maganda ya nyanya haya, majani ya nyanya yakasagwa yako mlangoni kwako, utatoa hela kwa sababu wewe ni mjinga. Ndio maana tunasema pepo haiwezi kuingia watu wajinga. Watu wajinga lazima wakae motoni. Lazima wakae motoni. Ndio fasi yao. Mtu unakuwa na imani hizo, hata ukikuta majani mbele ya mlango usingi. Wanataka kunimaliza mimi. Watanimaliza. Si mshekhe, hebu njoo haraka sana. Akbar dhambi fil ardi shirku billah. Dhambi mbaya kuliko zote ni kumshirikisha Mungu, kumwekea Mungu wasaidizi. Alafu unakuja hapa unasali kitu gani? Na unarudi nyumbani mkeo anakuambia nilikwenda kule, nimwambia nyota yangu ilikuwa imefifia, sasa imesafishwa, sheka nipo mafuta haya, mafuta mengine mafuta ya kula, yamechangwa na zaituni. Wizi na uongo, pumbavu mmoja, unahangaishwa na tumbo, utajua kitu gani? Huququl walidaini, kuasi wazazi wawili. Watu tunashindwa kuwatendea wema wazazi wetu wawili. Maisha yanatupiga, hatujui sisi wenyewe tunaleta matatizo. Mungu akufungulie nini wewe unaishi hapa, mama yako yuko Kigoma hutaki kujua anakula nini? Mungu akupe nini unaishi hapa, mama yako yuko Geita hujua anakula nini? Unaishi hapa wazazi wako Dar es Salaam hujua anakula nini? Mungu akufungulie nini? Dhuluma unaifanya ni ya mchezo hiyo. Haya ndio mambo ya kuyaondoa. Ni haya ndio yanaleta matatizo katika maisha yetu. Sio nyota, hakuna nyota. Hakuna elimu ya nyota katika Uislamu zaidi ya ushirikina. Hata watu wakipita wanatangaza na magari, wakapita wanatangaza na manini, huo ni ushirikina na ni ukafiri. Allah anasema man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Anamtegemea Allah anamtosha. Riziki kishakuwa ni yako, itakuja kwako tu. Wewe unatakiwa ufanye mambo matatu: fanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu, usikate tamaa. Hakuna zaidi ya hilo. يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق